guys, hii ni episode nyingine ya mafunzo 39 ndani ya miaka 40. 39 lessons at 40. Karibu tena, naitwa Nyakorema Rioba. Mimi niko hapa kusaidiana na nyie kujenga familia bora zaidi, building stronger and thriving families. Na leo tutaendelea na mafunzo yetu 39 katika miaka 40 yangu ya kuishi. Kama unataka kuangalia last episode ilisema nini, unaweza ukaangalia kwenye link hapo juu ili uweze kuunganisha tulichoongea last time na sasa hivi. Pointi ya kwanza ambayo nimejifunza ni kwamba stop compromising your health. Acha kabisa kuchukulia poa afya yako. Yaani haya ni mambo ambayo yamenitokea jamani. Yaani hapa natoa story yangu kabisa. Mimi kuna wakati especially kabla sijajifunza nilikuwa ninaweza kupotezea afya yangu hata kula. Kwa mfano kula labda ni saa 7. Unajua mwili wetu umejiprogram jamani. Mungu ni fundi, mwili wetu ni mashine. Kama umeuzoeza kula saa 2, alafu utakula saa 7 au saa 6:30, alafu labda saa 10 utakunywa chai, alafu saa 1 jioni utamalizia chakula cha jioni. Fanya tu hivyo jamani. Sasa kuna wakati mimi ninaweza nikakutana na mtu kwa sababu naongea naye nikapotezea kula, nikala labda saa 9 na nilidevelop vidonda vya tumbo. Na nikagundua kwamba ni muhimu sana usichukulie poa afya yako. Unapokutana na mtu, hakikisha umebeba chakula chako au unakula. Mwambie tu kwamba samahani, ni muda wangu wa kula, ngoja nile au karibu. Hata umnunulie yeye kama unaweza, mle pamoja. Waache watu wajue principles zako na wakufahamu wewe ni nani. Watakuheshimu zaidi. Lakini wakijua kwamba umepotezea jambo lako kwa ajili yao, pia kuna namna ambavyo wengine wanaweza wakateka advantage. Kwa hiyo afya yako ni kitu cha kwanza sana. Kwa mfano mume wangu mimi ananiambia kwamba yeye akiwa na mkutano hata iweje lazima ale. Ana tabia pia ya kupika chakula chake mwenyewe na akakibeba mwenyewe pale ambapo anakuwa labda mbali na nyumbani. Kwa hiyo ni muhimu sana tujifunze kuto-compromise afya yetu. Anasema yeye yani atakula tu ikifika saa 7 inabidi ale, kwa sababu ikitokea anaumwa, amelazwa, baada ya miezi 6 ataletwa mtu mwingine pale ofisini. Ikitokea amekufa kwa ajili ya kukosa chakula, labda kwa kuugua vidonda vya tumbo na vitu vingine, atakuwa replaced kesho yake. Hayo watu hawajui kwamba kazini sawa hawakuhitaji wewe ndio unawahitaji wao. Umeelewa? Very true. Yeah. Very true. Thank you Amri kwa kucontribute hapo. Kazini that is a very important point by the way. Kwa hiyo acha kabisa kucompromise afya yako na uwe ni mtu ambaye unakula kwa muda. Kama ni kufanya mazoezi, fanya mazoezi yako asubuhi kabla hujaenda kazini. Unajua kuna wakati tuna race, tunakimbizana na dunia, tunajisahau sisi wenyewe. Kwa mfano juzi wakati nakimbia marathon, kila baada ya kilomita kadhaa kuliwekwa maji na chakula, labda ndizi au glucose. Watu walikuwa wanapita. Sasa unashindwa kuelewa kwa nini upite maji au chakula na ukimbie ukiwa una kiu na ufike ukiwa ukashindwa kurecover mwili wako na muscles na nini, kwa sababu tu unataka kufika ili umridhishe nani. Kwa hiyo kujipenda na kujiheshimu itaonekana pale ambapo utajali muda wako wa kula, muda wako wa mazoezi na ile well-being ya mental health na kila kitu. Usicompromise kabisa. Pointi ya pili kwenye episode yetu ya leo, stop wishing for other people to change. Acha kuwaza na kuumia moyo kwamba kwa nini watu wengine hawabadiliki. Unajua kitu ambacho nimejifunza ni kwamba we are so selfish. Yaani sijui tumeumbwa hivyo, sijajua. Sisi ni wabinafsi na tungependa kuona watu wengine wakibadilika, watu wengine wakitutendea mema, lakini huwa hatujui kwamba tuna nafasi ya kufanya. Kwa mimi mwenyewe nimepitia hilo, kuishi mtu mwingine abadilike. Kabisa kabisa, yani unasikitika, unasema yani fulani ananifanyia hivyo. Yani kweli mimi nimekuwa mwema kwake kiasi hicho. Unajua mara nyingi tunaona kama sisi ndio tumekuwa wema kwa ajili ya wengine. Yani ananifanyia hivi kwa nini? So nikaja kugundua kwamba ni sisi tunatakiwa kubadilika. Kwa mfano mtu kila ukienda nyumbani kwake anakunasa vibao. Wewe kila siku unaenda unalalamika. Nimeenda tena ameninasa kibao. You have to change. Stop going. Acha kwenda. Au labda mtu anawasema watu sana, yani ni mbea, akikaa tu kwenye kikundi anamuongea. Umeona yule fulani? Hana lolote. Umeona yule na wewe umekaa kwenye hicho kikundi. Why? Kataa maongezi yake. Atajua kabisa kwamba
Nyakorema hapendi umbea. Kuna watu ambao kabisa wamejibrand kiasi kwamba tunawajua hawapendi maneno. Kuna mambo wanayapenda. Nafikiri hata ukikaa na partner wako, kwa wale ambao mmeoa na kuolewa, inabidi umfahamu anapenda maongezi gani, hapendi maongezi gani, na ujue namna ya kuweza kumfanya aweze kuengage kwenye conversation. So ni vizuri sana tukatafuta namna ya sisi wenyewe kubadilika badala ya kuwalalamikia wengine kila siku kwamba wao ndo watabadilika. Kwa miaka hii 40 nimejifunza masomo haya kwamba ni muhimu kuweza kujiangalia we mwenyewe, kujifanyia monitoring and evaluation. Yaani kujifanyia, sijui nisemeje, monitoring and evaluation. Amri, kwa Kiswahili ni nini monitoring and evaluation? Ni kama kujichunguza na kujifanyia unajua Kiswahili bwana, kujifanyia uchechemuzi fulani hivi. Uchechemuzi ni what is uchechemuzi? There's something also. Okay, kwa hiyo ni vizuri kujiangalia wewe mwenyewe, ukakaa chini ukaongea na nafsi yako kwamba mimi ni mtu wa aina gani, ninachangiaje kwenye haya yanayonitokea, and then ukabadilika bila kugombana na mtu, ukajibadilisha wewe kwanza. Kwa hilo ni la muhimu sana. Tujiangalie sisi, tubadilike sisi kwanza kabla hatujataka kuwabadilisha wengine. Tuangalie tumechangiaje kwenye matatizo yanayotupata. Changamoto tunazozipata, tuangalie sisi tumechangia nini badala ya kuwalaumu wengine peke yake. Point namba 3, stop investing in people who do not invest in you. Na hapa niseme hivi, hata kama mtu hainvesti kwako, kwa Kiswahili hii ni kwamba acha kuwekeza kwa watu ambao hawawekezi kabisa kwako. Hii ni tofauti na kutenda wema. Kwa hiyo nitaka kuongezea kitu hapa kwamba hata kama mtu anawekeza kwako, kuna vitu ambavyo utakiwi wewe kuwekeza, especially vya moyoni. Nilikuwa naongea na mtu hapa sasa hivi anaongelea kuhusiana na siri, namna gani ambavyo kuna wakati alimwamini mtu, labda hata akampa siri zake, ni rafiki wa karibu, lakini ukaja kugundua kwamba ni makosa. Kwa kuna wakati ambao tunawaamini watu ambao tunaitana BFF. Na niwaambie tu kweli, hii miaka ya 20, 19, 20 ngapi, 30 mtaitana sana BFF, lakini baadaye mtakuja kugundua kwamba probably huenda hamna vitu kama hivyo sana, inabidi tu uwe makini pia. Babu yangu mzaa baba alikuwa anapenda kuniambia kwamba even you trust your family and close friend, yani your close friend, let them know nothing about you. Sasa ni kitu ambacho hatujui wengi. Unajua unajimwaga ile, unafikiri kwamba unamwaga moyo, kumbe baadaye itakuletea shida. Na yametutokea wote jamani. Mimi ninayeongea hapa, haya ni mafunzo yangu binafsi na share na nyie. Sijayatoa kwenye kitabu. Unaona? Kwa hiyo tunaamini sana, tunaamini mabinamu zetu, tunaamini watu, tunaamini marafiki na tunawaita maBFF, afu baadaye wakiyatoa tunawalaumu. Kwa nini umlaumu mtu wakati wakati una invest kwake, unamwambia mambo ya moyoni, wewe ulitegemea nini? So ni muhimu sana to begin with the end in mind, kujua kabisa kwamba mwisho utakuwa nini. Kweni na urafiki tu wa kawaida ambao mtasaidiana vitu vingi, lakini sio kuambiana mambo ambao unajua kabisa baadaye yeye ni binadamu, akikosea akayasema yatakuletea changamoto. Na wewe unayeambiwa jamani, mtu akikwambia siri amekuamini, jua amekuthamini sana. Sawa, jifunze kuwa na kifua jamani, hifadhi. Friji haligandishi. Haligandishi. Friji haligandishi. Yaani nafikiri watu tumekosa upendo. Actually. Kwa sababu sidhani kama ni vizuri kumuumiza mtu kwa kile alichokuambia, especially mkikosana. Unajua watu wengine mkikosana ndo anaenda kuyamwaga Correct. Yes. Yeah. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, na kwa context nyingine kuinvest kwa mtu ni kwamba kila siku wewe umebeba zawadi unamletea, kumbe yeye hata hazitaki. Upo tu unanunua mazawadi, unamtumia message, unampigia simu, afu kumbe akiona simu yako hata haitaki. Yeye mbongo anakuambia shobo zake tu. Kwa kweli ni show. Afu unajua mlishanitokea. Mimi nishawahi, kuna wakati nilienda mahali nikamnunulia mtu zawadi kwa sababu alikuwa anafanya vizuri. Ndio. Yaani alikuwa anafanya vizuri. Tena ngoja tu niseme, yani kuna mahali ambapo tulikuwa tunawafundisha watoto na huyo mtu akawa anafanya vizuri, kwa hiyo nikaa namsifia, nikaendaga mahali nikamletea zawadi. Nilikuja kugundua baadaye kwamba nilifanya makosa, hakuitaka ile zawadi na alishangaa, na ndo alisema hivyo, nafikiri alisema hivyo, akasema huyu dada mbona kama ananifuatilia maisha yangu, shobo zake. Anajipendekeza. Anajipendekeza. Kwa hiyo nilijifunza kwa kweli kwamba
Wakati mwingine tuwe makini, na nafikiri partner wangu mimi amenifundisha sana kuhusiana na hilo. Ananiambia, Nyako, hauwezi kubeba na kuipa zawadi na kuionyesha dunia nzima kwamba unaipenda kwa kuipa zawadi. You can't. Ndio hiyo sasa inakuja kwenye expectation. Asipokupa, roho inakuuma kwamba watu ni wabaya. Kumbe wewe mwenyewe ndio umeinvest sana kwa watu, wengine hata hawahitaji. Ndiyo. Pointi ya mwisho, pointi ya 5 kwa leo, inasema stop kabisa kujiongelea negative. Yaani stop negative talks. Yaani usijiongelee vitu ambavyo ni negative. Negativity, yani kwenye maisha yako uiache kabisa. Kuna namna ambavyo tunajiongeleaga mambo ya ajabu sana. Yaani mimi ni wa hivyo tu. Unajua mimi familia yangu yote hawawezagi biashara, kwa hiyo mimi mwenyewe siwezi. That is very bad. Unajua mimi unajua ni wa hivyo tu, sinaga bahati. Yaani mimi hata kwenye hii michezo ya kubahatisha sipatagi kabisa. Yaani ndo nilivyo. Na kuna kitu kinaitwa dopamine kichwani, yani ni hormone, ni chemical ambayo inazalishwa, pamoja na nyingine inaitwa serotonin, kitu kama hicho kama sijakosea. Jamani wataalamu wa mental health na vitu kama hivyo. Hizi ni sisi tunaziambia nini cha kufanya. Zina uwezo wa kutusaidia sisi kufanikiwa, na zina uwezo wa kusaidia sisi kurudia kuwa watu ambao ni very weak, ambao hatuwezi. Kwa sababu ukisema kwamba mimi ni wa hivi tu, mimi sinaga bahati, mimi siwezagi chochote, mimi siwezagi lolote, siwezagi. Siku ukisema unaweza, chemical fulani kwenye mindset yako zinakukumbusha, Nyako, tulisema hatuwezi jamani. Mbona sasa tena unaanza kusema tunaweza? Hatuwezi shoga yangu. Hatuwezi. Kwa hiyo ni muhimu sana kujisemea vizuri, na simaanishi kwamba ujisifie mbele za watu. Ukumbuke kwamba watu hawapendi mtu anayejisifia sana. Wewe fanya mambo yako, yataonekana tu. Watu wataona. Na wewe mwenyewe moyoni huo unajua kwamba unafanya vizuri, lakini usiache kujievaluate. Very important to evaluate yourself. Kwa hiyo hakikisha unajiongelea vitu vizuri. Kuna kitu kinaitwa affirmation. It is very important. Nitaonyesha picha ya maneno ambayo nimeyaweka chumbani kwa watoto wangu kwenye hii video. Nafikiri unaona namna yanavyopita hapa, yanaelezea namna gani wao wanatakiwa wajisikie vizuri, na nimeweka na majina yao kabisa. You know, I am beautiful. Zinaitwa affirmation. I am strong. I can do anything. Mimi ni mtoto wa Mungu. Yaani haya mambo ukiyasoma kila siku na kuyasema kila siku yanabadilisha namna ambavyo unafikiria. Kwa hiyo kila asubuhi hakikisha kwamba unaangalia vitu vizuri. Watu wengi sana wanaangalia negative news asubuhi na kabla ya kulala. Masaa 2 kabla ya kulala tutaki kuangalia simu wala habari mbaya. Na asubuhi tunapoamka mpaka saa 4 ni muda wa kumeditate, ni muda wa kuwa na positive talk, mawazo pamoja na kufanya kazi. Yaani inatakiwa ukifika saa 4 siku yako imeisha positively kabisa. Lakini kama asubuhi ndo unapokea habari za bibi yangu kafa, bibi anaumwa, bana sijui imefanywa nini na mwanafunzi wa Olevo, sijui ameua Mweba, sijui nini. Yaani zote zinakujia wewe asubuhi. It's very bad. Kwa tujiongelee mema asubuhi, tuache kusikiliza negative news. Habari za Gaza zipo, lakini usiziangalia asubuhi wala wakati wa kwenda kulala. Hakikisha unajiheshimu na kujilinda afya yako ya akili. Kinachoingia ndio kitakaa na kuharibu afya yetu. So it's very important. Acha kabisa negativity kwenye maisha yako. Acha kabisa. Ukitaka kuangalia episode iliyopita ambayo inaongelea mafunzo ambayo nimeyapata ndani ya miaka 40, nitaweka link hapo chini na unaweza ukaangalia kabisa, mtazamaji wangu, ili uweze kuziunganisha hizi, ile iliyopita na hii na itakayokuja. Comment hapo chini na utuambie ni kitu gani ambacho ungependa kujifunza zaidi, na nini ambacho ungependa pia kutufundisha na sisi. Tuko hapa kujifunza, niko hapa kujifunza. Kwa hiyo andika hapo chini maoni yako, ni mambo gani ambayo wewe kwa umri wako huo umejifunza mpaka kufikia hapa. Nataka kujifunza kabisa kutoka kwako. Lakini share na ulike. Unajua ukilike hizi video zinaenda sehemu nyingine zaidi na watu wanafurahia kuziona. Hadi wakati mwingine, bye.